hatua mwisho katika mafundisho yangu kama Biblia, kama nilivyowahi kujitambulisha kwamba ni mtu mmoja tu duniani ambaye ametengwa. Manabii walitabiri wakasema huyu mtu atatokea bara gani au atatokea nchi gani. Ni kweli, na mimi ni Mungu tu, ni neema ya Mungu ameweza kunichagua ili niweze kufikisha ujumbe wake katika dunia nzima. Yule mwenye kubahatika kunielewa na kujua kile kitu ambacho Mungu amenipa akaweza kukipokea na kifanyia kazi, atakuwa amepata neema kubwa. Kama ilivyo, nilikuwa nategemea kwamba tu nilipokuwa nimeanza huduma yangu nitegemea niwaalike viongozi wote, wachungaji, watumishi, mashehe waweze tuongea, kuwapa utaratibu Mungu alionipa niweze kuongea nao, lakini kwa sababu nilikosa kuja, nikaweza kuanza huduma yangu kutembea sehemu hapa Dar es Salaam na kuweza kufanya mafundisho na mahubiri sehemu mbalimbali. Ni kwa jinsi kwamba katika ndugu zangu Waislamu ambao ni mimi naijua kwamba Uislamu ni dini na kama kawaida ni dini, na mimi naelewa ilikuwa ni dini ya kawaida, lakini jambo la kuabudu sikujua chochote wala lolote, wala sikuwahi kuwa Muislamu, wala sikuwahi kujifunza au kuingia taratibu zote za Kiislamu. Jambo hili naliweka wazi. Ilikuwa tarehe 7 mwezi Januari mwaka 2026. Nilikuwa katika mahubiri yangu, ilikuwa ni saa 2 kasorobo. Neno likanijia kuweka jambo hili sawa, na inabidi niweke sawa kama nilivyolipokea. Nilipokea kwamba bali neno likanijia akasema kwamba msahafu ambao ni Biblia, msahafu ambao ndiye Qur'ani, msahafu ambao ni Qur'ani uliweza kuandikwa kutokana na Biblia. Walikaa wakachambua Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, wakaweza kuandika msahafu ambao ndio Qur'ani. Hili jambo ni jambo zito sana ambamo lizoweza kutoa na kushusha ile nafasi ya hii dini ya Kiislamu, kwamba kuweza kugeuza neno la Mungu ambalo ni Biblia kuweza kuongeza na kupunguza, ni jambo zito sana ambalo limepindua miguu chini juu mbingu, kupindua mbingu ambao ni kitu kizito sana ambacho kilichofanyika katika nafasi kushusha hadhi ya Waislamu wote wenye imani hiyo, kwanza kushuka kujua kwamba hakuna chochote walichokifanya mpaka sasa, wanarudi watubu, warudi katika neno la Mungu. Hata yule kiongozi wao aliyefanya jambo hilo, alifanya jambo hilo si yeye, labda ni shetani aliyemtumia katika nafasi hiyo, na watangazia kwamba ile ibani walionayo haina chochote wale nafasi kwa Mungu, kwa sababu ilinukuliwa, ambao ni jambo zito kuweza kuongeza au kupunguza katika neno la Mungu. Tukienda katika cha Misali 30, neno linasema kwamba nitasoma mstari wa 5 na 6, neno la Mungu limehakikishwa, usiongeze neno au kupunguza neno katika maneno ya Mungu, asija akakuona mwongo akakuraumu akakuona we mwongo. Hata tukirudi katika kitabu cha waraki wa pili wa Petro, neno linasema Yohana, neno linasema kila apita, ina sura moja, neno nitasoma mstari wa 9 tu. Kila apitaye cheo, ni cheo cha namna gani? Ni cheo cha namna gani? Kwa jinsi gani? Asipodumu katika fundisho la Kristo, yeye hana Mungu. Katika nafasi hiyo na utangazia ulimwengu kabisa katika dhehebu hilo, katika imani hiyo hakuna Mungu sawa sawa na taratibu za Mungu kama ilivyo. Katika nafasi hiyo ni neema kubwa muweze kufurahi, kwa sababu hili jambo Mungu ameliweka wazi kuweza kukutoa na kukuweka katika kujulisha hiyo njia ambayo ni ya kweli. Na zamani, kumbuka, katika mahubiri wangu nilikwambia kwamba mtu asitegemee dini yake wala asiamini dini yake mpaka nitakapomaliza ufafanuzi wangu. Mambo yote ambayo waga naenda kuhubiri si kwa akili zangu, ni Mungu waga anaipa mwongozo na utaratibu wake. Katika nafasi hiyo na kueleza kwamba mshukuru Mungu na ufurahi, kwa sababu hili jambo limekuja kwa wakati uko hai na unajitambua. Kwa msingi si kuoji, si kufanya chochote, bali ni kurudi katika utaratibu wa Mungu. Rudi ukatubu, ukabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi na uende zako mbinguni, na Mungu akubariki.